aya ngapi ndani ya Qur'ani na tueleza kibri ni nini? Aya zenyewe tukazifasiri leo mchana, tafsiri tomo ya chambo cha Warundi. Na tuje katika hiyo aya inayosema kwamba hasara kubwa ya kiburi, Mwenyezi Mungu anawaepusha watu wa kiburi kufahamu maneno yake. Hutuba yote imezungumzwa, wanaekaa tangu baada al-asri wako wanapinga hiyo hutuba, na hivyo wako tayari kusikiliza darasa la jioni wapinge na lenyewe. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, ndani ya roho zao mna maradhi ya kupinga unafiki. Na kila Mungu akiteremsha aya, ile aya inaongezea maradhi. Kama walipinga maneno 10 kwenye khutba, aya taongezeka mengine 5, watapinga atakuwa 15. Na kesho darasa lenyewe watapinga, sisi tampinga mpaka kufa. Allahu yahdihim, Mwenyezi Mungu awaongoze. Sisi tunatakia kheri kwa sababu tunawafundisha watu kheri. Mote zameni buenzi, ili jambo wana nilipiti kila mara, tanabaini Waislamu. Watu kila siku wanapinga hutuba ya qala Allahu qala Rasul. Kila siku wanapinga hutuba Mungu amesema na mtume amesema, wanapinga. Wanakanusha. Lakini BBC London mutafaqun alayhi. Kuna wengine hivyo wamebadilisha information ya BBC London na darasa. Habari zote zinatangazwa ulimwenguni sio za kweli, ni za conversion ya mustashriqin na vile walivyopatana, ndio inatangazwa. Ukitangaza habari yenyewe kuna conversion, wewe utafungiwa radio. Ndio habari mnachukua nyinyi, ndio habari kwenu mutafaqun alayhi. Akisikia BBC leo kwamba mtu kazaa mtoto wa vichwa 8, anakuja naye kujadili, amezaa mtoto wa vichwa 8, waacha wewe. BBC London imetangaza leo, si anasema kufunga Jumamosi au Musabti mbaya. Hapana, mwongo. Anatulisha mchana, kafiri. BBC London ndio mwaminifu. Qur'ani uongo, hadithi uongo. Mtayarishe jibu ambalo mtamjibu Mungu wakati mko nakadhibisha maneno yake na maneno ya mtume wake. Mnahakikisha maneno ya maadui wa Uislamu ndio habari zenu. Tafuteni jibu ambalo mtamjibu Allah. Mna vipasa mbali kuliko mimi, mna wakati wa taarifa kuliko nyinyi. Mambo yaliyoko hivi sasa katika ulimwengu ya kuhusudu Uislamu yanatangazwa, hata na redio moja itasubutu vibaraka. Sikiti na bomolewa na 4 pilar. Niwenzi hapa pa kwenu, namkusikia juzi Waswahili ndugu wewe mtume anavugana na mashetani, Muhammad ni shetani. Simelala mnafunika shuka. Hutuba ya Jumaa mnafanyaga nini hapa? Ndio mnachanua maua. Mwenyezi Mungu waelekeze Uislamu wako vibaya. Kama mrudii, nje itatuua. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu hawezi kuondoa hali iliyoko kwa watu mpaka wambadilike Mwenyezi Mungu. Na miji ya Kiislamu pushback, funga, thubutu, tusikie. Asubutu afanyiwa embargo. Dunia ndio iko hapa. Subhanallah.
Mungu ameahidi adhabu ya kwanza ya watu wa kibri, kuwaepusha kufahamu maneno yake. Adhabu ya pili ya watu wa kibri, kila wakiona njia ya haki hawaifanyi kuwa ndio njia. Adhabu ya tatu, wakiona njia ya batil wanaifanya kuwa ndio njia. Hayo ni kwa nini? Kwa sababu sikiayo makosa yao. Dhalika biannahum kadhabu biayatina, hayo ni kwa sababu wao walizikadhibisha aya zetu. Ndio adhabu yao hiyo ya ukadhibisha aya za Mungu, kupinga kila siku na kufuru aya za Mungu. Pita mwaya matelie baada ya hutuba ya Ijumaa usikie ubishi nala asiri ya waswadi wako najadiliana khutba khutba. Dhalika biannahum kadhabu biayatina wa kanu anha ghafilin, na wao walikuwa kwenye aya za Mungu wameghafilika. Leo Islamu wameghafilika. Leo ukifungua hivi mawaidha, ondoa weka kasida za Indonesia kidogo, kasida inasema saya taarifa, weka BBC London. Mawaidha hapana, machungu. Tira birarura, mawaidha tapikeni ni machungu.